mahubiri sana, kwa sababu wakati ninasema hivi, mimi najua watu wengine ndani ya roho yao wanasema sasa mama hata tutizidi. Hata kukikundi yetu ya wamama, je, ile haiko ba mama, mimi nataka kukala sawa mama fulani bana. Nicho mnajibu, mimi sikujibu hapana. Kuishi kama Yesu ni kuishi mapendo ambaye iko kati ya Mungu Baba na Yesu yeye mwenyewe. Na Yesu alituambia wazi, na ilikuwa hata maombi yake mbele yeye kuenda juu ya umoja, namuna yeye Baba na Yesu wako wamoja. Yesu alituombea kusema Mungu wao vile wawe mmoja kama mimi na wewe tuko mmoja. Ile yote iko kwa sababu kwa siku ya leo ulimwengu isha yumba yumba. Hakuna mapendo tena. Msikia hapa neno mama Kabazaire namna alikuwa anasema. Hakuna mapendo tena. Mema kunyumba yetu sisi ba Kristo. Tuko na excite batoto yetu kusema ile kwa kabila fulani, ile kwa kabila fulani. Meme kunyumba yetu sisi sawa wa Kristo leo sincho tunalimite uwezo ya Mungu. Tunatia Mungu kuna mpaka. Mungu haiko ya kule, Mungu ya hapa. Je, utaishi kama Yesu namna gani kama mapendo yako yanapunguka kwa wale na yanakuwa mengi kwa wale? Tunaacha tia utofauti katikati yetu. Ubaguzi inaliala katikati yetu sisi wa Kristo. Ni kweli? Wakristo wengi leo tuko naishi tunakamata tu maverse biblique ya kuweza kukuviri naye faiblesse yetu. Tulisha assiste kwa makanisa mengi kwenye mtumishi kama alisha hiyo verse yake yenyewe iko naye, ndio ile atakuwa nasimamia mambo ya kukuviri hali yenyewe yeko naye pale kwa eneo yake. Mungu anatuita kufanya mapenzi yake, na nimesema ya kuwa maombi ni silaha kubwa kwa kutuwezesha sisi kuweza kufanya mapenzi ya Mungu. Kufanya mapenzi ya Mungu ni uamuzi mkubwa sana, lakini ni uamuzi mzuri kwa maisha yetu, kwa kuweza kuendelea na kumfuata Bwana Yesu. Katika Yohana ya kwanza, barua ya Yohana sura 5 mstari wa 14, Mungu anatuita kuweza kufanya mapenzi yake, na vile vile kwa ile injili ambayo tunatoka kusoma sawa Maria, tumekwisha kusema na kuwa ni lazima kuweza kufanya mapenzi ya Mungu, ijapokuwa tunakutana na mambo mbalimbali. Chechemusha imani yetu ili tuweze kufikia kusema sawa na mama Maria, mimi ni mjakazi wako, iwe kwangu sawa na mapenzi yako au sawa na neno lako. Wakati tunapotii mapenzi ya Mungu na kuifanya katika maisha yetu, vizuizo vyote, vitu vyote vya kutiisha, ikuwe nini au yenyewe akili yetu haiwezi kufahamu, vinageuka kuwa faida kwa sisi. Kwa sababu Maria alikuwa anaoga, alikuwa analimite Mungu na kadhalika, lakini wakati alijinyenyekeza na kukubali kufanya mapenzi ya Mungu, vizuizo vyote vikageuka kuwa faida, kwa sababu alizaa Mwokozi aliye Bwana Yesu. Tusiogope basi na tusilimite uwezo na ukubwa wa Mungu katika maisha yetu. Tusiwe vile vile na haya kwa kuweza kutenda kazi ya Mungu, lakini tuombe sana mapenzi ya Mungu na kuishi sawa na Yesu mwenyewe, na hii inaweza kubariki uzima wetu. Yote yanawezekana kwake